kuna jamaa kanifuata DM, kaniambia nimtaje tu. Anaitwa Stanlaus Msemwa, anatokea Madaba, Songea, ila kwa sasa hivi anaishi Dar es Salaam, yeye na familia yake, ila ni dereva, anaenda nchi jirani, anaenda huko kama Kongo wapi, ni dereva wa makaa ya mawe. Kaniambia bwana, nilifanya surprise kwenda nyumbani, yani kwenda Dar es Salaam, akiwa anatoka safari, kamfumania mke wake na rafiki yake. Alivyomfumania hakufanya kitu chochote, akatoka akaenda zake kupakia huko makaa mawe Songea. Kaniambia, kaka nifanyaje? Mimi leo nataka nikujibu. Kwanza wewe ni jasusi, wewe ndo mwanaume kamili. Kumfumania mwanamke halafu bado ukawa una nguvu hata ya kuzungumza, una nguvu ya kwenda kupakia, wewe ni jasiri. Na ujasiri mwingine uliouonyesha ni kumwacha mwanamke bila kumfanya kitu chochote. Ushauri wangu mimi, mpe talaka, usiendelee kuishi naye. Ukiendelea kuishi naye atakuua. Kama hajafa yeye, atakuua wewe. Na unadhani kwa nini zamani mtu aliyechiti alikuwa anapigwa mawe mpaka kufa, na mwizi alikuwa anakatwa mkono? Kwamba mtu ambaye amezoea kuchiti, mwanamke ambaye amezoea kuchiti, kama ameshaamua kukuchiti tena na rafiki yako, hawezi kuacha. Ndio maana walikuwa wanaamriwa apige mawe mpaka kufa, kwa sababu hata kuja kuacha. Kitu kingine, inatakiwa ujitathmini. Ulikuwa unampa muda au ulikuwa umefocus tu na kazi? Kitu cha pili, inatakiwa uangalie alishawahi kukuhisi, huenda alikuwa anakulipa kisasi. Mimi napita jamani.